When time shall come for my leaving, when I bid you adieu, don't spend your money for flowers, just a rose will do. I'll go to a beautiful garden when my life's work is through. Don't spend your money on flowers, just a rose will do. I want some good old time preacher to preach a sermon of truth, then have some good old time singing, then just a rose will do. I'll go to a beautiful garden when my life's work is through. Don't spend your money on flowers, just a rose will do. Just have a good gospel singing, sing those old songs so true. I don't need a big orchestration, Amazing Grace will do. I'll go to a beautiful garden when my life's work is through. Don't spend your money on flowers, just a rose will do. I'll go to a beautiful garden when my life's work is through. Don't spend your money on flowers, just a rose will do. So don't spend your money on flowers, just a rose will do. Se vitu nuavyo bogimana tayaire akorire meremo ya Yesu korende omobasone omisire naikire omoerio wesabari Tatana vero muegeno asemeremo Neriga sarie megondo nagesire Korende bondo nagoire Tatani inde ange kogendanka
Ndigeria ubogima namenyire Dorabuna Yesu were ankonyire Namarigana itereta kangobo itongo Chigube chikanyegeria ogosaba Tata na vero mwegeno asemeremo Neriga sarie megondo nagesire Korende bono nagoyire Tata ninde ange kogendanka Teribu yako batiga basani Kobatiga nkoro yande nesionoke Korende nimbaganye asebita Biaigoro ensengia totago kwa Tata na vero mwegeno asemeremo Neriga sarie megondo nagesire Korende bono nagoyire Tata ninde ange kogendanka Tata ninde ange kogendanka Naigure korwe buku nainde namanyire Mechande menge mondo gocha umosalaba Ninde no bomenyo ubuya Inyetige enseyembe Mambiengia Nitaro moche we dhahabu mambiengia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambiengia I heard that from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions, where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days, one of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Mambiengia Nitaro moche we dhahabu mambiengia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae Ninyetige enseyembe mambiengia Nitaro moche we dhahabu mambiengia Konda mwegene yeso weka Konda koro wancha kwae
Nyetige enseyembe ambiengia. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi mpendwa wangu nimwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima. Kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye. Ile subuhi njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka. Moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka. Peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana. Nimeumia, awamu hii nimeumia Baba sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona nahisi umeniacha sana, umeniacha sana. Nimeumia, nimeumia. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena?
Ekairania Botuko Bono Waerire Angebo Kiamuke Tago Icha Naerera Kose Meria Bokorae Boika Onyore Obanda Oborabu Igoro Kamoria Omorwani Naboigone Reakandemia Watamono Korwana Waisire Era Tagoichana Emerea Kore mere moere Tuate biwekewa Kerotora ue Kaboriana ende enseonsi Ekairania Orogendorwa erire Kateriare ono Tagoichana Tuakureiwe Nebimanye Reyebinge Evito Wambiganyete Yogiria Omonene. Then I asked the warrior, how far from home? Then he responded that not far from home. Oh, blessed God, the traveler's lonely heart to cheer. Then he said that soon we are going home. Then we shall weep no more, since we shall meet where weary footsteps, where we'll never roam. Our trails past, our joys complete. Oh, safe in our Father's home. Soon we are going home. Mbali na nyumbani, fikira tamu njiani, latupoza roho nalo, lafuta machozi. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana, wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba. Usihuzunike tena, kitambo tutakutana, wenye furaha kamili nyumbani mwa Baba.
yana maganga amakwera yana maro airaba nchoba itojenjera ao nanyapara basira mama abande basira barase chinyumba chabo abande bakwera samaboko y'abanyagitari itwechanibwa n'amakwera ya geresarache nasiriwe itwechanibwa n'amakwera ya geresarache nasiriwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe Minto abatua tiga iretore moyo tiga toro se chenchera cheito na tora somo nene tu koro como que watoro que na Gakiaba minto abatua tiga iretore moyo tiga toro se chinchera chaito na tora somo nene tu koro como que watoro que na bacheru remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe abamito remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito itwechanibwa ase oyorarire emamenyo kuboke wangu chere mwangu ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe
ekero batarore owokonya kwao na uwechana ikora maya kombe moyo naye kora maya kole moyo tiga ugochai koramba bande ekyagera ubogimo moere naomba tuingie kwa uwanja. Karibu huko uwanjani. Father, how mighty you can be. Daktari waletu huku family bonse baje kuja mutua baikaransa family biruge bine bi family na bageni bakembira ngo biyo to begetango elinde nao bakwaye biruge baikaransa. Tuingie huku uwanjani. Familia ninaomba mje huku mbele mketi huku. Let's all be ready to meet our Lord. Jesus is coming again. Let's reach all the world and get involved. Jesus is coming soon. Let's all be ready to meet our Lord. Jesus is coming again. Let's reach all the world and get involved. Jesus is coming soon. Every eye shall see him come, all ears shall see him come, and even those who fear see. Preach it to others, spread to the whole world. Jesus is coming soon. Every eye shall see him come, all ears shall see him come, and even those who fear see. Preach it to others, spread to the whole world. Jesus is coming soon. Let's all be ready to meet our Lord. Jesus is coming again. Let's reach all the world and get involved. Jesus is coming soon. Let's all be ready to meet our Lord. Jesus is coming again. Let's reach all the world and get involved. Jesus is coming soon. His reward was all redeemed to give to everyone according to his work shall be.
Chere el mechado ama kweli
Tunafurahia kuona kwamba tumezingirwa na marafiki ambao wamekuja kutufariji. Nimepatiwa fursa hii ili niweze kuambia mawili labda kuhusu familia. Mimi jina langu ni Peter Onyanja na mimi ndiye firstborn katika familia ya mzee aliyeaga Francis Onyanja Mutaruki. Tunaishi hapa hivi na kwetu ni Kenyambi. Ikawa ni muhimu tuweze kuja huku ili marafiki zetu waweze kuwa nasi, na pia tutakapoondoka tunazidi kufurahia kwamba umetupatia ushirika. Niko hapa na mama yangu ambaye ni Linet, na sijui ikiwa atasimama kuongea, lakini hataongea. Ni kuwajulisha aliye pale ni mama yangu Linet, na kisha anayenifuata ni Monica. Tafadhali Monica, inua mkono. Huyo anaitwa Monica, ndiye anayenifuata, na anayemfuata yeye ni Lydia. Lydia, tafadhali inua mkono uweze kuonekana. Asante. Baada ya Lydia tuko na Karo Kayore. Karo ako pahali fulani, pahali ambapo yupo kuna uwezekano ameinua mkono. Kisha anayemfuata ni mapacha ambao ni Nancy na Vero. Naomba muinue mikono nyote wawili, Nancy na Vero. Asante. Kisha baada ya Nancy na Vero kuna Rose Mkanye. Rose yuko pale. Alafu kuna ndugu yangu ambaye ni kitinda mimba, ingawaje ni mrefu kuniliko. Jina lake ni Jasper. Jasper, inua mkono hata ikiwa umesimama na ukawa mrefu kuniliko. Nafikiria kwamba ako salama, mchungaji ako salama, atahudumiwa. Asante. Kwa hivyo mimi ningechukua fursa kuambia kwamba kama familia tumelia pa kutosha na hapata tosha tena, lakini tunafurahia mnapokuja kutufariji kwa jinsi hii. Niko na anko zangu hapa kadhaa, na niko pia na mke wangu ambaye ni Tonia. Tonia, tafadhali inua mkono. Niko na wale ambao tulikuja nao ambao ni my in-laws. Hewa nanaro kuwe. Mzee ayuko pale hivyo mbia mno sana. Nika ile ndetuwaida Emmanuel Mukoyo. Emmanuel Nkayore. Emmanuel ametembea kidogo, lakini pahali ambapo yuko nina uhakika ameinua mkono. Sema nimewatambulisha familia ili niweze kurudisha tuendelee na kikao. Asante. Asante. Tumeona familia ya mzee na mama Rinet. Naomba huyu ndugu yake mzee Choni Mutaruki akiishe familia. Kwa
muno abasani n'abayiri abasani ba Faransi Nyanja Mutaroki na kenga muno asemwalete amagombo asomwana uminto asae igato basagania Mose igato bas toa basagani wo mune kobe kwa komuti oranga josi mukwa Korende bono ekine kina kyo manene Banyari tukolia hori aikirenga no rangerigwa no trangerigwa kolia kwa rangerigwa na asegete mwako goita bakogendo Intuento no como ya sabe na bamanyete una amotongete la gente mune ngakia ya ikire yo togo sabango manene ya sabu be kasaga ya Intuento no como ni tutoragendo asali Mbuyamona asoko no heribo Mbuyamona mogaka Mumurumu wabo Wabamo oyumu wabo Peter kasi ni tupita Justus Morala Nawe pia simama wakilishe familia Justus Morala pati Bwana asifiwe. Amen. Basi kwa majina naitwa Justus Morara. Ambaye lala huko ni my uncle. Na tunasema tunawachia kila kitu Mwenyezi Mungu. Maana yeye ndio anajua safari ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Sisi tunajiangalia, sisi ndio tuko katika dunia. Safari yetu iko namna gani na Yesu. Na tujeke tu katika Bwana. Safari hii tusimame pamoja na familia hii, na hakika Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo sina mengi, nimesema pole na nasema asante kwa wote ambao tumekuja kusimama na familia hii. Mungu awabariki sana. Mema, asante. Huyu ni anti familia ya mzee ambaye hawa wanawake Doricas Nyarongo mwiguri umwabo Rinet aseke gusi ngero munginoria na jaru wa moya na wao bwana nyanguru wali abasani umwana omuntu Nyanja etubwate usuni ikiagera ima itinginda kwana mwana yo Rinet nere tugutuika na nkubwati Nyanja yale go etamu anene ngaseti ago tirimbo kabona timaiti gaki torora mabera mutu sabere enkeria tutwaro morembe no bwanjani bono mwana omuntu munara ira tindo jikinda kwana gaki Mbea Manumungina principal. Asanti kwa nafasi. Kwa majina naitwa Gerard Orina Nyangwara. Nyumbani ni hapa Kenyambi. Na mzee Onyancha mwenye amelala pale is my uncle. Kwa hivyo nataka kusema poreni sana to my aunt, my cousins and all the relatives. Hii ilikuwa kifo ya ghafla na hatutauliza maswali tunaachia Mungu, maswali na majibu tunaachia Mungu. Na hii wakati ambao Mungu ameruhusu mzee akae na sisi, tunataka kushukuru pia. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, nataka kusema poreni kwa wote ambao wamefika na pole kwa familia. Thank you very much. Thank you. Kutoka hapo sasa tumepata hao ambao wamewakilisha familia. Naenda kwa wale ambao ni washiriki wa Nyamira Central
naomba hii Chemima Alisi Njuoja ni mshiriki na ni jirani wa Linet, hata walikuwa simuri kwa shule moja, walifunza shule moja huko Nyamira Primary. Molisi, asante kwa nafasi hii. Sikutarajia na mimi utanitambua. Ni asante kwa hayo. Marafiki wa Onyancha, mwenda zake, this was my learned friend, and that is the name we used to call one another. So I've lost him. I don't know, I'll replace Lynette to be my second learned friend. The Onyancha family, the entire Onyancha family, grandchildren, uncles, brothers wa Onyancha, and everybody, take my condolences. In a sincere note, we are very sad and very sorry, but we thank God for everything that He has done. Kwa sababu Mungu hatolewi makosa. Nasema kile kimetendeka kwa Mungu, mjue ni amen. Mungu alisema siku zake ndio hizo. Imagine alipanda mti na mkono wake na mti ukamuua. Si ni maajabu ya Mungu? Sasa kila mtu akona the way to die. So Madam Lynette Korayane na tevire pole mono asore kiano murwairole bwetigere Nyasaye Onyancho irira marwaira onsi wona eno mugima wono korero monene mberemo asamba tukakoira nengo kwara mange mbia mona selibaga pia mona samwato tegerera twensi tiganya sato eseni kero murobirio yego Onyancho kwaenda buororo kuna tuacha buororo na mambi na bayo pia mona tiga tusabera na santi mon atei dimari usenkwara abana jungo bai po a family Onyancha, my sister Lynette, she's my first cousin. Na bana wane ne family ngima etoko te apole. We have lost a dear one. Mwaka bwanchete kero monto, mwaka bwanchete go soma, mwaka utango etani ondu bwensie para. What we can say, mwaka ulisa ulia nenge umu yaksikero monto, Nyasaye ga mwancha mono akarora tigatimoke. Yendo gyokanda Otevie, my cousin Lynette na bana wona accept na enderema remane ikia korekanire Nyasaye na kubwata rokoboko kwa ikubolio erinda kuimukie utare na bana bagwatirwe. I know you are a capable lady. Kwa ira bande pole na intudero twachira kwa pole. Principal and the family pole sana noyo mitodani Onyancha. May God bless you so much. Naende mune function yeko nyakoenda iga pakeke sera ere Nyasaye nabe kokoboko kwa yororo. Thank you very much. Naende feel na Nyasaye obogwati okoboko. Thank you very much. Biamono Morris. Biamono. Mr. Morias Jungo. Patie hiyo. Nami nachukua jukumu ama nafasi kuwasalimu wote mjambo. Mimi ni jirani ya Onyancha hapa. Tena niseme ndugu yangu ama kazini yangu amewako Onyancha. Kwa hivyo Onyancha ni father in law na Lynette. Unasema pole sana kwa jamii yote na majirani wa hapa Nyamira. Tumemkosa mzee. Mzee tulimfahamu sana. Alikuwa anapenda kusoma gazeti sana. Kila siku huwa ananua gazeti na anatulia huko tu akisoma. Wakati mwingine alikuwa anatueleza sio vizuri ukule chakula mara 3 kwa siku, nafaa ukule mara 2, pengine ndio afya yako itakuwa sawa. Ni ajabu ya kwamba
tumepatikana na huu msiba, ametuacha, lakini tunasema haya yote ni ya Mungu. Mungu alipanga, alijua wakati wake ndio huo, hatukuwa na uwezo wote. Kwa hivyo mimi nasema asante sana kwa kufika, asante sana kwa kuja kutufariji, na mkienda muende salama, mbaki salama, na Mungu awalinde. Asante sana. Asante. Kwa majina naitwa Morias. Asante. Naomba naomba walimu wa Kereri High School wale ambao wako huku ninawaomba muje huku tupate mwakilishi. Kereri High School. Oh, yeah, I'm seeing them coming. Karibu. Asante. In the interest of time, I'll just make a brief statement. Now, before you, part of the Kereri Girls High School teachers, and as we said last time, we have another funeral elsewhere where one of our workers lost the father. So that's why you are seeing a lean team here. Now, Mama Lynette, Caro, your siblings, relatives who are here, and friends of the late Onyancha. We are also believed as Kereri because Caro is one of us, and we believe that we have lost our father as a school. So on behalf of the school, the principal who is not with us today, but I know she will be here tomorrow, I want to say that we have closely interacted with the family for some time since this happened. And I want to say that we are seeing God's hand because I'm seeing calm faces. And we want to pray that God continues to shower His presence in the family. And I know, as the Bible says, there is hope beyond the grave. So on behalf of this group and those who are not here, tunasema poreni sana. Thank you. Maybe just a name as you see it. Only a name. Kennedy Muga, teacher at Kereri Girls. Poleni. Veronica Ongeri, pole. Lilian Narama, pole. Judy Basweti, poleni. Mogute, pole. Wanda, pole. Jacqueline, pole. Meru Douglas, pole. Faith, San. Muma Job, poleni. Janice, pole. Judith Ayera, poleni. Orenge, pole. Thank you. Achie hapo, nataka kuchukua fursa hii nimwalike Elder George. Where are you? Elder George Nyamarika. Elder George Nyamarika, kama yuko namuomba Elder Manoti. Ebu. Oh. Mulisi Manoti njugo Joseph tuwaliga ni pastor. Baba wetu uliye juu mbinguni, tuaja kwako wakati huu, tunakushukuru kwa wakati huu na asanti kwa kutuleta umbali huu. Asanti kwa familia hii
ya mwenzetu Onyanja. Umeileta umbali huu tangu mshipa huu uingie, na tunaendelea kuwaombea ili uendelee kuwashikilia, kwa sababu wewe ndio mweza. Na yale ambayo yamebaki hadi kesho tunayaweka mikononi mwako, uendelee kuyaongoza mpaka mwisho. Sasa pasta anasimama ili alete neno, tunamweka mikononi mwako, umtumie vile ulivyo. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Aya, asante, na chukua fursa hii kumwalika pasta wetu ambaye anaitwa Daniel Magari Nyang'au. Yeye ndio pasta wa kanisa hili. Pasta, karibu. Asante sana. Na wasalimu katika jina la Yesu. Mjambo. Mjambo tena. Najua hata ingawa tuko katika mshipa, sisi ambao tuko hai ndio tuna jukumu la kufanya. Kwa hivyo ninasema kwanza poleni Mama Linet kwa kumpoteza mume wako. Pole sana watoto wa mzee Onyanja, ni pamoja na Peter, Monica, Lydia, Caro, Nanzi, Veronica, Loz pamoja na Joshua. Naomba ya kwamba Mungu aweza akawafariji kwa njia ya kipekee. Ninajua ya kwamba Mungu ndiye mfariji wa ajabu, na yale ambayo yametuleta hapa ni kwamba tuweze kuwafariji kwa njia ya kipekee, ndiposa wanapobeba huo mshipa wasikie ya kwamba umekuwa mwepesi kidogo, kwa sababu kuna tumaini zaidi ya kaburi. Haleluya. Kitu mimi nafahamu ya kwamba ni ile ya kwamba haya maisha tunamoishi ni mafupi sana, na ikiwa maisha yetu ni mafupi, inastahili kila mmoja wetu tuweze tukajua ya kwamba hata sisi wakati wetu utafika, ule ambao hatutarajii upate ya kwamba haupo tena. Sasa ningeomba ya kwamba tena katika kitabu cha Wakorintho ya pili sura yake ya kwanza mstari wa 3 na wa 4 inasema ya kwamba Mungu wetu hapewe sifa, tuweze kumshukuru kwa sababu yeye ndiye mfariji wa ajabu, na tena yeye ndiye mwenye huruma kwa watoto wake. Na hakika tunapoendelea katika fungo la 4 yasema ya kwamba sisi Mungu amesa tufariji kwa shida sita ambazo tunapita nazo, nasi pia inastahili tuweze kuwafariji wale ambao wako na shida kama hiyo. Kwa hivyo kwa sasa nataka tulisome fungo moja hivi, ndiposa tuende katika mipango mingine. Inaenda kitabu cha Yakobo, James chapter 4 verse 13 and 14. Hiyo hakika inataka kutudishia vile maisha yetu yamo mafupi sana. Our life is so short, and what we are expected to do ya kwamba yale ambayo yanahitajika tuweze tukafahamu vile maisha yetu yamo mafupi, tuone ni nini tutafanya katika maisha haya. Kusoma fungo la 13 inasema hivi: haya basi nyinyi msemao leo au kesho tutaingia katika mji fulani na kukaa humo mwaka mzima na kufanya biashara na kupata faida. Fungo la 14 inasema hivi: walakini amjue yatakayo kuwako kesho, uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mfuke uonekanao kwa kitambo, kisha utoweka. Hilo ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Sasa Biblia inasema ya kwamba kuna wakati kama hatujafahamu maisha yetu ni nini, uzima wetu ni nini, what is this life, ya kwamba kuna watu katika mawazo yao wanasema ya kwamba leo hii waja niende mahali fulani nikaishi mwaka mzima
nitafanya biashara tena nipate faida. Lakini Biblia inaendelea kusema ya kwamba walakini hatujui ni siku ngapi tutakapoishi. Hiyo ndio sababu inasema ya kwamba hatujui uzima wetu utakaa mpaka lini. Mzee Onyancha hakika ni kama ajali ilimpata. Hakutarajia ya kwamba wakati kama ule hataenda, lakini imeshafanyika. Hiyo ndio sababu na sisi tunapojioji katika mioyo yetu, tunapojioji katika maisha yetu, tunapojioji hata katika matembezi yetu, mahali popote pale tunapatikana, lazima tuanze kujiuliza ya kwamba sasa hii sisi maisha yetu, uzima wetu ni wa aina gani? What is this life? Tutafikiria ya kwamba utaishi, lakini kesho sio yako. Hiyo ndio sababu mtu mwingine akauliza swali ya kwamba leo hii ingekuwa siku yako ya mwisho katika dunia, ungefanya nini? If today were your last day on earth, what would have you done? Hiyo ndio sababu tuastahili mzee apewe heshima yake kwa mashiko yake. Lakini sisi ambao tuko hai, lazima tujiulize swali, ikiwa wewe wakati wako ikifika utakuwa wa aina gani, au ni kifo cha aina gani wewe utakufa. Hakika watu wanatembea parapara, wanapata ajali, wanaenda. Mtu anaendelea kukula, mwingine anapata pengine chakula inamuua. Wengine wanajinyonga katika maisha haya, wengine wananyongwa katika maisha haya. Lakini wewe ambaye yuko hai, lazima ujiulize, mimi katika maisha yangu itakuwaje? Biblia tunaposoma ya kwamba yule ambaye ameficha maisha yake ndani ya Yesu, huyu hako katika njia salama. Kwa hivyo kwa wakati huu tunapokuyafakari haya, tunapokuona haya ambayo yanayotendeka, ni ile ya kwamba tujue ya kwamba maisha yetu ni mafupi. Na ikiwa maisha yako ni mafupi, na mimi mchungaji maisha yangu ni mafupi, hakika inastahili nikafanya jambo katika maisha yangu. Yaani kusema ya kwamba uchukue hatua, na hatua ambayo inakubalika ni ile ya kwamba umkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Haleluya. Hiyo ndio suluhisho katika maisha haya. Hiyo ndio suluhisho katika maisha haya. Tuyafikirie sana katika maisha haya. Tuyafikirie sana mahali tunakotembea, mahali pengine tunakofanya kazi. Tuone ya kwamba kila mmoja wetu hakika amempokea Kristo kama mwokozi wa maisha yake. Ninajua ya kwamba wengine ufikiria ya kwamba Biblia inadhibitisha vizuri ya kwamba wakati mtu hakiwa hai, huo ndio wakati unatengeneza njia zako. Huo ndio wakati unatengeneza hata mapito yako. Huo ndio wakati, sio ya kwamba mimi kama mchungaji nikisimama hapa sina nafasi kwa yule ambaye ameshahaga. Nafasi niko nayo ni kwamba nidhibitishe au nielekeze watu mzee kama huyu, Biblia vile inasema aweze kupata mashiko mema. Katika kitabu cha Mhubiri 6 fungu la 3, ya kwamba inastahili mtu aweze akapata mashiko mema katika maisha yake. Hayo ndio naomba. Lakini hao ambao tumekuja kushuhudia ni ile ya kwamba mwito unaotolewa ni ile, panga maisha yako kabla ya wakati wako. Usipopanga maisha yako utajikuta ya kwamba umekufa na ukufe bila tumaini. Lakini ikiwa utapanga maisha yako, ikiwa nitapanga maisha yangu, hata ikiwa nimesharara, hata ikiwa ni mshipa wa aina gani umeshanipata, nitarara nikiwa na tumaini. Ombi langu ni kwamba tunapoendelea kuwa pamoja na hawa, kuendelea kuwafariji, kuwaombea, na kila mmoja wetu tujioji katika maisha yetu. Tuweke maisha yetu mahali salama, na mahali salama ni pa Yesu peke yake. Bwana wabariki kupitia kwa jina la Yesu ambaye ni mwokozi wetu. Baba na Mungu wetu, tuwasema ni asante kwa wakati huu. Asante kwa wema wako na asante kwa neema zako. Hata ingawa tuko katika hii mshipa ambayo ulitupata kighafla, tunashukuru kwa yote. Ninaomba ya kwamba familia ya mzee Onyancha uweze kuwafariji kwa njia ya kipekee. Mama mjana ambaye amepaki uweze kumfariji. Watoto ambao wamepaki uweze kuwafariji kwa njia ya kipekee.
Tuomba ya kwamba tunapoendelea katika mipangilio yake, hasa safari yake ya mwisho mpaka kesho, ninaomba ya kwamba Baba uweze kuwa kiongozi, na yale ambayo watakaofanyika uweze kuwa mwenyekiti, na tukiona mkono wako waweza, tutaendelea kulishukuru na kulimidi jina lako. Sasa tuomba ya kwamba wale ambao walisafiri kwa magari, wengine wanaporudi, inaomba ya kwamba rehema za safiri siweze kuandamana pamoja na wao, na wale kesha ambao watakao kuja kuhudhuria mashishi, inaomba ya kwamba na wao uweze kuwapa rehema za usafiri, na mpango wa mzee uweze kuisha salama, na jina lako lisidi kuinuliwa. Sasa wanapotoka hapa, wanapoelekea nyumbani, inaomba ya kwamba Baba uweze kuwaongoza, uwafunike na damu ya Kristo, uwape rehema za usafiri, na watakaofika salama tuweze kulimidi na kulishukuru jina lako. Zaidi ya yote, wale ambao tumekuja hapa, inaomba ya kwamba kila mmoja wetu utusaidie, ndiposa tuweze kujioji katika mioyo yetu, nasi tuweke maisha yetu mahali pa salama, ikiwa hata sisi wakati wetu ukifika, tukitoka, tujue ya kwamba hakika tunatumaini ya uzima wa milele. Asante kwa yote, na mapenzi yako yatendeke kwa sisi sote, kwa kuwa tumeomba tukiamini katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Bwana wabariki. Pastor, asante kwa kutuongoza kwa neno na ambao limeleta faraja kwetu. Na wakati huu naomba transport manager kwa wapi? Transport manager anapojiandaa kuja huku ili atangaze vile tunaondoka huku kuelekea Kinyambi. Na wakaribisha kila mmoja wenu. Kesho vile tumeelewana na familia, program itaanza saa 3. Kwa hivyo ninawaomba kila mmoja wenu, wale ambao wamepanga kuhudhuria mazishi ya mzee, muingie mapema, ndio sababu tutamaliza mapema. Transport manager. Asante sana Elda Ubiri kwa nafasi hii. Kwa majina naitwa Collins Getenga, ninasimamia mambo ya transport. Vile tutaendelea, tutafuata mpangilio ule ule tulifuata tukiwa Kisii. Sorry.
semenyo kuya remereria toiro como bisa nyasa ena kore debotabe remereria igoro mosalama na yeno nyoreo mosemenyo kuya Yesu twakoganyire oiranie oburoti bwao asetota yoremeshano otoe okwege na toremereye Yesu twakoganyire oiranie oburoti bwao asetota yoremeshano otoe okwege na toremereye remereria toiro como bisa yasa ena kore debotabe negereria igoro mosalama na yeno nyoreo mosemenyo kuya remereria toiro como bisa yasa ena kore debotabe negereria igoro mosalama na yeno nyoreo mosemenyo kuya remereria toiro como bisa yasa ena kore debotabe negereria igoro mosalama na yeno nyoreo mosemenyo kuya
Ya tata aya veramakom ya tata aya veramave ya tata aya veramakom nindi orache otoireka ya tata aya veramakom ya aya veramave ya tata aya veramakom nindi orache otoireka amma kweri nigagocha totari kumanya tarigo hakahodi toya igorere kango toiranderia ebiseri tasoa abaire abaminto twanjete amma kweri gagocha totari kumanya tari wakahori toya igorere kango toiranderia ebiseri tasoa abaire abaminto twanjete amma kweri aya abeira marito amma kweri aya abeira mage tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche mungu amma kweri aya abeira marito amma kweri aya abeira mage tata nindiorache oto mutimoko tutimoke aria roche mungu mocho kyoyo Yerusalemu makweri atayo omonena toresina toramenye asoboro utaya amoni michamo toramenye mocho kyoyo Yerusalemu makweri amo nemechano toramenye na tata matukosi timo kwa moyo ebukuyataba timo siyo gosemera amarikataba ritukongo charire totarere togenda setata tomenya matukosi timo kwa moyo ebukuyataba timo siyo gosemera amarikataba ritukongo charire totarere togenda setata tomenya matukosi
Ya, rồi tên Munakuja na hii side.
Naonekana watu ni wachache ambao walikuwa wanataka kutazama mwili, na sasa vile wamemaliza, naomba tuombe ndio tusome neno. Tumaliza kutoka kwa neno, tuingie speeches kidogo, ndio tupeleke mwili nyumbani, mzee aende kupumzika kwa vile atakikani saa 12:30 mpate hapa. Naomba tusimame kwa maombi sasa. Kabla Yesu Kristo, jioni hii ni jioni ambayo tumejawa na majonzi katika majoni petu, kwa vile mzee Onyanja ametoka katikati mwetu. Tunapoenda kusoma neno lako, tunaomba ya kwamba litufariji kidogo, hata ingawa tuko na huzuni. Tunaomba ya kwamba uje mwenyewe ututulize, na mnenaji anapoingia mbele, tunaomba ya kwamba uje uongee kwa niaba yake na kupitia kwa kama chombo. Tumeomba haya machache katika jina safi la Yesu Kristo mkombozi wetu. Akara Waisraeli wajagide safari kuru Egypt. Wakati wana wa Israeli walianza safari kutoka Misri, Yesaya walilete ilawele Kanani. Mungu aliwaahidi ya kwamba anataka kuwapeleka Kanani. Akawa Musa warae, akawapatia Musa kama kiongozi wao. Wakati aliwapatia Musa kama kiongozi, abantu wajagesa wali balenga abange. Walipoanza hiyo safari walikuwa ni watu wengi. Abange wakwere roro watara ya Kanani. Wengi walifariki kule changwani. Na Musa naera akakwera ase roro atara ya Kanani. Hata Musa pia alifariki kule changwani kabla ya kufika Kanani. Akina Musa akwete, wakati Musa alifariki, Waisraeli wakashangaa. Waisraeli walishangaa, wakajaga kolera, walianza kulia, wakamolera matuke 30. Walilia katika kwa siku 30. Abande wakateba Kanani teyo. Wengine wakasema hakuna Kanani. Wana wale utakuwa alikia majuto menye. Sasa wakasema ya kwamba watatengeneza hema na alafu waishi huko. Kanani teyo kana Musa ukule. Walisema hakuna Kanani kwa vile Musa alikuwa amefariki. Yesaya karangeli Joshua. Mungu akaita Joshua, akamwambia wakasema Israeli ababale, enda mpaka kwa hao Waisraeli mahali wako, wawataiba sana nyumba waragere, waambie waingie kwa juma saa waanze kukula, wahiwote, wakule washibe, wachake safari, waanze safari. Wawaraye wakikanani, waongoze hadi Kanani. Yesa akarwa Joshua unaichanete. Mungu akaona vile Joshua alikuwa amestaajabu. Yesa akamwambia, Mungu akamwambia hivi, Deuteronomy 31 verse 8 to 9. Kumbukumbu za Nyakati chapter 31 mlango wa 31 verse 8 to 9. Mlango wa 8 to 9. And the Lord himself goes before you
Akamwambia na Mungu mwenyewe ataenda mbeleni mwako. I will be with you. Akamwambia atakuwa naye. I will never leave you nor forsake you. Alimwambia hata muacha na hata msahau. Do not be afraid. Akamwambia asiogope. Do not be discouraged. Akamwambia asikufe moyo. So Moses oligachapa. Nyasaga ya chasa Isa Joshua. Mungu alikuja kwa Joshua akamwambia piga kondoka. Akamwambia awacha kuogopa. Akamwambia aanze safari. Nyasaye nabo na warabu. Akamwambia Mungu atakuwa pamoja naye. Tena atawalinda. Wono na intuwa ya Stefano. Nasi vile mahali tuko hapa sasa. Omwago Nyanja. Mzee Onyanja. Ya etu abantu ya waraho ikikanani. Alipatiwa watu wake awaongoze mpaka wafikishe Kanani. Bahati mbaya osirebe njira. Lakini kwa bahati mbaya mwendo wake umeishia hapa na Mungu anasema Lineti, mama Linet na umra wao na watoto wako bigakondoka msife mioyo. Nyasaye noare Mungu wako pamoja nasi. Nyasaye uliyokuelekea ndesa ndenda ya nyoko. Mungu ambaye alikutoa katika tumbo la mama yako akakuleta katika hii dunia, akakupatia Mzee Onyanja, amekubariki, amekupatia watoto na watoto wamekuwa na watoto wamepata wachukuu. Na sasa tunaomba ukae katika hicho kiti. Mungu akubariki na watoto wako na uanze mwendo na mwendo wa kuenda mpaka Kanani. Tuliahidiwa kuna Kanani tunaenda, kwa hivyo Kanani ni ile ya mbinguni. Mahali tuko hapa ni mahali pachangwa. Wakati Yesu atakuja, katika kitabu cha Danieli 12 fungu la 3 anasema ya kwamba wale ambao wamefariki katika jangwa, wale ambao watakufa katika jangwani la jangwa la Kenyambi, tena wataamshwa. Tena wataamshwa wao kama nyota za mbinguni zile ambazo zinameremeta. Wataamshwa katika vikundi viwili. Kundi cha kwanza, kikundi cha kwanza kitaamshwa na kubarikiwa na baraka za milele. Na kikundi cha pili kile ambacho kitaamshwa, wataamshwa katika Yesu atapeleka wale ambao watakuwa wanamtii mahali ambapo wataishi milele na milele. Hapo ndio tegemeo letu. Wakristo wote ambao wako katika dunia hii, na hapo ambapo Linet madam uko mmoja wao, tumeamini ya kwamba Yesu kama Wakristo, ati Yesu alikufa, akaamka, tena atakuja, ataamsha wale ambao wamekufa wote. Wale ambao watakuwa watiifu atawapeleka mbinguni Yerusalemu, na wale ambao watakuwa sio watiifu watapotelea katika hii dunia. Na kitabu cha Wathesaloniki 3:14 inasema hivyo, msifadhaike kwa haya, kuna saa inakuja wakati wafu wote watasikia sauti ya Mungu na wataamuka na wataenda katika nyumbani mbinguni. Kwa vile watu sasa wamechoka, wacha tuhakikishie ya kwamba watu wataamshwa. Katika hii dunia tutalala,
because wana tumefika miaka 60 tuwasili kwa mimi utangaze na unangurtura sensi. Tumeanza kuona mili yetu ikianza kuweka matangazo ya kwamba tuko safarini. Ayekero kwa una likoli ya kolire wakati unasikia kuna homa kidogo hiyo kwenye hoteli hiyo kwa tena hata muaona ile homa inaendelea kukuonyesha ya kwamba hapa sio kwako. Kwa ndole unaenda huko safarini. Hata huko wewe unataka kuanza mgongo kwa sababu tuko horokendo yosi. Wakati unasikia maumivu katika mgongo ama kwa mguu hiyo ugonjwa unaanza kukuambia ya kwamba hapa sio kwako. Hicho kitanda unachokilalia sio chako. Hiyo compound ambayo umepenzi all round sio yako. Hayo magari yote yamepakiwa katika compound yako sio yako. Hizo vitu zote tunawacha katika hii dunia. Shamba lako ni lile la futi 3 kwa futi 6. Alisikubaje kwa baba kuweke hapo nje ya nyumba mahali ambapo watachimba na wakuweke huko. Utakuwa ukingojea katika ndani ya hilo kaburi mpaka siku Yesu atarudi. Kwa hivyo hizi vitu za dunia tuwache kujiramba nazo. Tusikie sauti ya Yesu. Yesu anataka vile uko hai namna hii. Uche kwake. Utubu dhambi zako. Akusamehe. Na jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Sasa tunaomba ya kwamba huu mkutano wa Onyanja uwe wa baraka kwako. Na Yesu na wewe upate nafasi ya kusikia sauti ya Yesu. Kuanzia leo mpaka kesho jioni kama hujawahi enda kanisa mahali popote, ukate kesi ya kwamba unataka kumrudia Yesu, uanze kumwabudu Mwenyezi Mungu. Mtenda dhambi akifa mbinguni uwe na staajabu. Wale ngawari wanja wana kile Yesu kitole moyo iga. Yesu kitole moyo iga. Weka kwa bokoro tusame naye. Tata Nyasaye mutungi yule gurumono. Tuachira asore. Tunawanyene hivi tuwabere hivi. Wao tuweka sana kwa tuwanyene sio tuwa wote. Roho niyo minto nyanja. Oralire erataigwe tikende. Otimokire kurwa sense. Nyuma yayo tigire nyina ena aroro abana ayembaroro abajukuru ayembaroro ukurira wana abamwe ndeke kumurera ayobwe karamboro kwaho kuna shingo cyabo umaremi yona yobwe koromoremi asense ne mutondo tayo moremi okoremi abantu batigaye Nyasaye naye watungitensi naye bantu bonsi wona nayo kotoremi taremi yenda asenkeria uikaransororo na wana wao wale tutikunda asire wokurangiria na wao jaho tuwabo woja boli wangu woja azenze akawokwa kubwate chinguru waikira wana Onyanja bonse na amate wa bonse kuba musewoja asore waikaranzenze y'umusaraba wasakuru buyabwao tuwaseme y'utuko na wamana warabo na ndo basinkinse amacyozi asama tanga hawa ikuvutira kile chakendo yosi nke choka ya deti sana nje mutongi tuwakira geria sasa taria Yesu keunge ichoro ni watu wa sasa ya tuzo holi itu. Amen. May God bless. Kama haja tukaribishe ama tuambie ati tumefanya makosa kuwa hapa. Niliona mwenyekiti wa shule, mwenyekiti okay, thank you. Katika Yesu Kristo, najua ni jioni iliyo na baridi kubwa, lakini kwa sababu Mungu anatupenda, kaja nichukue fursa hii niwasalamie ya kwamba habari zenu.
Najua ni ngumu, lakini ni nzuri kwa sababu Mungu anatupenda. Nataka kuchukua hii nafasi niseme ya kwamba ndugu yangu marehemu Onyancha ni mtu tumekaa na yeye, tumeishi na kukula pamoja. Ni mtu ambaye alifanya katika kazi yake na bidii. Jokingly tulikuwa tunamuita Onyancha Kokute, haya tunamuita Onyancha Venena, pengine tulikuwa tunamuita Onyancha Toto. Yo ni mtu alikuwa mzuri, mpole, na alifanya kazi na bidii. It's unfortunate ya kwamba ameondoka wakati tulikuwa tunamhitaji zaidi. Mama watoto na watoto wa ndugu yangu, tunasema Melia como Kristo. Familia ya mwenda zake Onyancha, our relatives and friends ambao wamekuja kuomboleza nasi, tunawakaribisha katika boma hili. Hapa ni nyumbani na hii ndio shule ya nyumbani hapa. Juzi tu tumekuwa tukitenga hii gate. Mzee Onyancha alikuja pale akasema hii gate sasa inapendeza, mpake rangi, na tangia asubuhi tumekuwa tukipaka rangi, sababu hivyo ndivyo alikuja akatuambia tunaposimamiza gate pale. Umekaribishwa na mjisikie huru, mjisikie nyumbani mnapokuwa katika boma hili. Mimi naitwa James Onyancha, hapa ni nyumbani, na mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya shule. Mungu awabariki.